Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema Bwana. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema Yesu. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Ametenda mema, ametenda Baba, ametenda mema, Yesu ametenda mema, Baba ametenda mema, Yesu ametenda mema, Baba ametenda mema. Oh, inua mikono useme ni Bwana. Inua mikono useme ni Bwana. Oh, inua mikono yako useme ni Bwana Yesu. Inua mikono useme ni Bwana. Oh, inua mikono useme ni Bwana. 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 Oh, amenipa nguvu ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Bwana ameniokoa ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Bwana ni wa uzima wa milele. Yesu ni wa uzima wa milele. Baba amekataa, hakuna, 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 amekataa, hakuna, 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 amekataa, hakuna, hakuna, hakuna. Ayele, ayele, lelele. Hata iweje, simuachi Yesu. Hata iweje, simuachi Yesu. Hata iweje, simuachi. Ayelele, 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 simuachi Yesu. Hata iweje, Simuachi Yesu. Hata iweje, simuachi Bonyanga. Yesu mulaiko, Yesu mulaiko, Yesu, Yesu mulaiko, Yesu, Yesu mulaiko, Yesu mulaiko, Yesu, Bonyanga. Yesu, Yesu mulaiko, Yesu mulaiko, Yesu. elomba injira, elomba injira, elomba injira Yesu yetanga, elomba injira, elomba injira, elomba injira Yesu yetanga, lomba lomba, Elomba injira, elomba injira, elomba injira Yesu yetanga, 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 lomba lomba, elomba injira, elomba injira Yesu yetanga, elomba lomba, elomba lomba Yesu yetanga. Mwikulu mbanga haleluya, mwikulu mbanga haleluya, mwikulu mbanga, oh mwikulu mbanga haleluya, mwikulu mbanga haleluya, mwikulu mbanga haleluya, mwikulu mbanga haleluya. Mikono juu, haleluya, 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 oh haleluya, 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 oh roho, roho, Let me tell you, hakuna meza nzuri kama ambayo iko na maadui zako karibu. Halo?
Meza ambayo inaandaliwa bila adui zako sio meza. Hiyo ni dining room. Lakini meza ambayo inaandaliwa mbele ya watesi wako, wanaona wana meza mate na hawakuli. Okay. Baada ya hapa utaenda kukuwa na sherehe. Okay. Nasema baada ya hapo utaenda kuwa na sherehe. Hallelujah. Apostle pamoja na timu yote wameandaa meza. It means kuna maadui ambao wanaenda kupigwa upofu. Na hata hii meza ikiandaliwa penye huko, omba Mungu wakuwekee nyama nono. Anza kuombea watu wa Likoni. Wakuwekee nyama nono ili ukiuma maadui wajue kwamba ni meza imeandaliwa kwa jina la Yesu. Mimi sitaki testimony ya giza, nataka testimony yenye mzee utaniona utajua nimebarikiwa. Sitaki testimony ambao imejificha, nataka testimony wewe mwenye ulikuwa unaniombea nisifike Disemba unione nikiendesha gari kwa jina la Yesu. He prepares a table before my enemies. There is a turnaround in your life. Amen. Mika anasema, oh my enemies, do not rejoice over me when I fall, for I shall rise up again. There is a time of falling and there is a time of rising. You will not end your year ukinungunika. Wewe nyamaza, shauri yako. Hautamaliza mwaka ukinungunika. Utamaliza mwaka meza ikiwa imeandaliwa. Oh, kabla tufike 31st, Mungu akupatie muujiza. Wewe nyamaza, tunasema kabla tufike 31st, Mungu akupatie muujiza. Amen. Hallelujah. May God give you a testimony. You see, like this program iko na prophetic meaning. I'm very sure Apostle angetaka kufly out aende apige sherehe. Si ni kweli? Angetaka kwenda kupiga sherehe, aseme anataka kupumzika, aseme nimeachia vijana kazi. Sijui kama unanishika. But it was prophetic. Akasikia kwamba lazima kuwe na meza na watumishi wa Mungu. It is something that is moving, Ni kitu ina move sana. Because saizi ukienda ulize mtu anakuambia natafuta nguo ya mtoto ya Christmas. Si hata wewe unatafuta. Kuna ule mtu ana plan, amesave 12,000 ya kwenda Mombasa kuswim one day na arudi bure tu. Lakini he has sacrificed so that we can have unity in the body of Christ. Mtu kama huyo uweze mpiga. Wewe nyamaza, ni kama unampiganga tu. Mtu kama huyo uweze mpiga. Because huyo mtu mkono wa Mungu uko juu yake. Hallelujah. The moment utashiba ndio utajua mkono wa Mungu uko juu yake. Ujinga inakuanga wakati uko na njaa. Narudia tena, ujinga inakuanga kwa mtu wakati ako na njaa. Ukitaka kupata siri kwa mtu vizuri, wacha akae na njaa, usimkulishe kwanza. Akishiba atakwambia. Okay. Lakini akuwa na njaa atakwambia haraka haraka ili ashibe. Shetani ashindwe. Waandaa meza mbele ya watesi wangu. Inua mkono, sema mwaka huu kabla nimalize niandalie meza. Ningelikuwa wewe ningeinua zaidi na niseme kwa sauti. Sema mwaka huu Jehova niandalie meza kwa watoto wangu, kwa familia yangu, kwa watu wetu, machoni pa maadui zangu. Anytime you are reading a scripture, read it from your heart. Mimi huwezi nipiga kwa sababu maandiko inakuanga kwa damu. Jaribu saa hii uone. Utakonda ukiwa kwa hiyo kiti. Because the scriptures are my food.
Waandaa meza mbele ya watesi wangu, umenipaka mafuta. Biblia inasema kwamba do not touch the anointed one. Usijaribu kupigana na mtu amepakwa nini? Sasa anointed one si wale wanasimama kwa madhabahu tu, hata wewe ni mpakwa mafuta. Geukia mwenzako mwambie wewe ni mpakwa mafuta. Mwambie vizuri, mpakwa mafuta. Na Biblia inasema kwamba mafuta huo inatoka kwa kichwa mpaka kwa nini? Na Biblia inasema kwamba umenipaka mafuta kichwani mwangu. Mtu asiwahi cheza na wewe. Geukia mtu ukimwona ni suspect, mwambie usicheze na mimi. Hallelujah. Amenipaka mafuta kichwani mwangu na kikombe changu kime. Do you know one thing? Tunatumikia Mungu wa ghafla. A God of sudden. Inaweza kuwa haikutendeka Januari. Okay. Inaweza kuwa haikutendeka February. Inaweza kuwa haikutendeka March. Inaweza kuwa haikutendeka April. Inaweza kuwa haikutendeka, hii ni mwezi gani? April, May. Haikutendeka June. Haikutendeka, tuongee vizuri haikutendeka, 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 lakini Disemba. Shauri yako, mimi najinyakulia vitu zangu. Ukiniona ninaendesha gari ambao ni range hii mwezi, usiseme nimeenda wapi. Najua uko na mdomo ya kuongea. Kikombe changu kinafurika. Hii Disemba Mungu ajaze kikombe chako kwa jina la Yesu. Sijui kama ninaongea na mtu. Mungu ajaze kikombe chako. Hallelujah. My cup overflows with goodness. Si lazima ukinunua nyumba between now na Sunday we ni Illuminati. Kuna watu tu unajua wako na anointed na wamepakwa mafuta na shetani. Na wako na mwito na shetani. Ukipata gari between now na Sunday watasema umeenda kwa mganga. Watasema umeenda kwa nini? Illuminati. Lakini wale watu unawahitaji. Because hiyo meza haiwezi andaliwa bila hao watu. Mimi naomba Mungu ainue maadui kwa maisha yangu. Hiyo ni maombi yangu, sijui yako ni gani. Ainue maadui na anipee testimony ya kunyamazisha maadui. Kikombe changu kimefurika. Kimefurika. Ambia tu Mungu, inua tu mikono. I'm just doing something. We are going well. Inua tu mikono, ambia Bwana, may my cup overflow. Cup overflows. In Jesus' mighty name. Let me tell you a testimony. Let me tell you a testimony. Ilikuwa inafika December some years back. Kulikuwa na jirani, na unisikize vizuri because tunaenda kuomba. Kulikuwa na jirani, familia sisi tulikuwa nyuma na hao walikuwa mbele. Sasa watoto wa hii boma walikuwa wamesoma shule moja. Hii boma ingine na hii boma ingine. So walikuwa wanasoma shule moja. Lakini hii boma ingine watoto wakafanikiwa. Alafu hii boma ingine hawakufanikiwa. Hiyo ni mapenzi ya Mungu ama ni venye Mungu amepanga. Sasa hao walipokuja Nairobi, mwingine akaenda Dar es Salaam. Unishike vizuri because tunaenda kuomba. Tuko mwezi hatari sana. Ukisikia apostle anaongea kuhusu dhabihu, jua ni kitu serious. Hao wakafanikiwa, ule wa Dar es Salaam akapata gari kubwa. Huyu mwingine wa Nairobi alikuwa anaishi hapa Imara Daima akapata gari kubwa. Sasa huyu mwenye hakufanikiwa alikuwa kwa kijiji. Akakunywa machanga, akakuwa anafanya vituko. Kwa bahati mbaya akagongwa na gari akafa. Na kabla akufe hawa wenye walikuwa wanakuja wanatoka Dar es Salaam wanakuja na magari mbili. Huyu mwingine wa kwanza anakuja na gari.
Huyu wa Nairobi anakuja na gari na wanakuja zikiwa zimefuatana. So kama mwanadamu jiulize swali, mbona hawakupanda gari moja na watumie tu gari moja? Unanishika? Sasa walikuwa wanakuja wanafuatana, wanaingia kwa boma, gari mbili kubwa kubwa ambazo ni za bei expensive zinapaka kwa boma, na hii boma ingine ule kijana ameharibika. Sasa huyu mwingine mama na mzee wakaanza kusikia ile uchungu ya mwanadamu. Kwani Mungu umenisahau aje? Mbona umesahau watoto wangu? Huko tu ndio kuko mazuri. Walikuwa wanakuja, wakikuja wanaleta shopping huku. Sasa hii familia, wazazi walikuwa wanasikia uchungu. Kwa bahati mbaya ule kijana, ama sijui kwa mapenzi ya Mungu, huyo kijana akagongwa na trailer. Alipogongwa na trailer, wale vijana baada wamemaliza sherehe. Unanielewa? Walipomaliza sherehe wakarudi Nairobi tena, wakakuja wakati mwingine, sasa wakati wameshazika. Wakati walikuja kwa matanga wamezika. Ndio nakwambia wanadamu ni wachawi. Wakati wamezika, hawa vijana wamekaa pale siku 2-3, hiyo ni upande wa Western. Hawa vijana wawili wakatoka tena na magari zao 2. Walipotoka asubuhi, wale walipoteza mtoto, kumbe hawakuwa na roho nzuri, na ilikuwa Disemba. Wakaanza kulia, wakalia. Sasa wale wakaenda wakalala kwa kaburi ya mtoto. Wazazi wakaenda wakalala kwa kaburi ya huyu mtoto. Walipoenda kulala kwa kaburi ya mtoto, wakalia na wakasema, Mungu, hii huzuni yenye iko kwa boma yetu iende kwa huyo. Mimi nakwambia true story. Iende kwa huyo mwingine. Vijana wametoka na walikuwa wameambiwa waombe, wakakataa. Kwa sababu wana pesa, gari ni kubwa, pesa iko. Usiwahi dharau maombi. Narudia tena, usiwahi dharau maombi. Wakati walianza safari kwenda, kama ushaenda hiyo njia Western, wangapi wanajua Kipkaren? Wakati walikuwa wamefuatana hivi, hapo inaitwa Musembi, ama sijui Musemba, sijui inaitwa nini. Hapo tu trailer 2 zilikuja zimepoteza direction. Ona vile shetani ni mwongo. Huyo mwingine akijaribu kuhepa hivi, hiyo trailer nyingine imekuja hivi. Ule mwingine akijaribu kuhepa hivi, trailer nyingine ikakuja hivi. Ikaswaga huyu, ikaswaga huyu. Yule mama alilala kwa kaburi, akalia akasema, hii huzuni iende huku. Wale watoto wawili wakapotea. Na it was on December. Kuna watu ambao wako na kilio ya kukumaliza. Okay. Kuna watu wanakilio, wanasema tu kwamba hautavuka hii mwaka Charity. Wale watu kwa jina la Yesu Kristo, pahali waliko tunawaangamiza kwa jina la Yesu. Yeyote anapanga njambo usimalize mwaka, utamaliza. Wewe ni nyamazie tu shauri yako. Si hatuna shida ya kuja matanga yako, ni kwa sababu ulikataa kusema amen. Tutasema ukiwa umezima. Yeyote anapanga njama, it will not succeed. Now, hao watoto wawili wakaenda hivyo because ya ule mama, wale wazazi walienda kufanya nini? Kulala kwa kaburi wakalia. Si kila mtu anakutakia mazuri. Si kila mtu anakutakia mazuri. Kuna watu wanakutakia mabaya usiku na mchana. Prayer point yake ni kwamba umalizike. Prayer point yake ni kwamba usivuke mwaka. Inua mkono, sema nitavuka mwaka. Uzuri mimi nijitabiria nikasema nishavuka. Mimi niko 2024. Nitavuka mwaka. Ndio waandaa meza mbele ya watezi wangu. Any place you will go this month, may the Lord protect you. Any journey utaingia, safari yote utaenda, Mungu akulinde. Watoto wako walindwe, wajukuu wako walindwe, wazazi wako walindwe. Hakuna mabaya itakayowapata. Under the grace of the man of God, can I prophesy? Chini ya neema ya mtumishi wa Mungu, wacha nitabiri. Hakuna matanga na mazishi kwa mtu yeyote ambaye ameketi hapa. In the mighty name of Jesus.
Wewe unasikia gati kuna mtu tu ilifika Christmas na anakufa. Siku ya sherehe. Siku ya sherehe. And somebody, that one will not be your portion. I repeat, that one will not be your portion. God will prepare a table for you. In Jesus' mighty name. Hallelujah. God will prepare a table for you. And you need to understand, the scriptures means a lot to any believer. Nipatie baada ya sherehe. Basi ilipokuwa hapo, hizo siku za karamu zao zilipokuwa zimetimia. Tusome pale Ayubu. Every month has a revelation. Kila mwezi ina ufunuo wake. Na usipoenda na ufunuo wake, watu wanasemanga Januari ni mwezi wa njaa. Waluya wanasemanga Januari ukimuitisha pesa anasema enjala yongene. Ni kweli? Sasa amebeba mattress, kitanda na vijiko. Ameenda akawacha ushago. Anarudi Nairobi, ukimwambia ni aje nisaidia, anakuambia enjala yongene. Kwa Kikuyu kumaanisha ni njaa peke yake, na mnasemaje? Negara kudeni. Ni kwa sababu ulisahau karamu ikakubeba. Wakati karamu imekubeba, ikifika Januari wakati karamu zimeisha, utaanza kusema kwa Kikuyu aje? So ukikutana na mtu Januari anakuambia hivyo, jua ako na pepo. Hiyo ni madhabahu, hakufanya. Ayubu akapata ufunuo, akasema kwamba nitawatolea watoto wangu dhabihu na sadaka. Kwa sababu gani? Wakati wa sherehe wengine walienda kwa klabu. Okay. Wengine walienda wakapata mimba. Wengine walienda wakafanya vituko. Akasema nitawatolea dhabihu ya utakaso. Si kuna kuanga na maajali mingi Disemba? Kuna kuanga na maajali mingi Disemba. Unasikia sijui wapi ilitendeka hivi, ilitendeka wapi. It is because they didn't have a revelation. Ayubu akasema akawatakasa. It is a month of sanctifying yourself. Sijui kama naongea na mtu. Do not take this service the way Apostle has decided to call all of us. Do not take it for granted. There is a significant meaning in the spiritual realm. Kuna kitu cha kiungu katika ulimwengu wa kiroho. Wakati amesema watu wakuje pamoja, it is a part and parcel of a sacrifice that amefanya, kwamba hakuna yeyote atapatikana kwa mabaya. Pengine wana wangu wamefanya dhambi because ya nini? Ya sherehe. Kwa sababu ya sherehe. Some of you, hata ni wengine wenu, labda hii ndio ibada ya mwisho because kamuzungu kametoka Australia amekuita Mombasa. Tutakutana na we Januari. Haya, acha tumalize. Pengine wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru moyoni mwao. Kumfukuru Mungu moyoni mwao. Ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote. Now, the month of December is not a month of celebration. It's a month of sacrifice. Hapo mmenyamaza because mnafikiria sacrifice lazima tu muitishwe pesa bure tu. Month of December is a month of sacrifice. Ni mwezi wa dhabihu. I as a parent lazima nifanyie watoto wangu wale wawili dhabihu yao. Nimesema wangu, ndio maana mjasema amen. Wewe utafanyia wako. Do a sacrifice for them. Do a sacrifice for them. The way Apostle amefanya hii because ya kanisa na watu wengine. It is a sacrifice. Na nakwambia ukweli, after you have dined in this table, hautapatikana na mabaya. Na repeat again, after you have dined in this celebration of today, hautapatikana na mabaya. That's why David anasema nini? David anasema, if it were not the Lord who was on my side, my enemies, Dominic, if it were not the Lord,
Ambia mwenzako kama si Mungu alikuwa upande wangu, maadui wangenimaliza. Umefika December 2023 kwa mkono wa Bwana. Ninarudi. Nimefika 2023 December kwa mkono wa Bwana. Asingelikuwa Bwana, maadui wangenimaliza. You don't know who is your enemy. Your enemy can be next to you. Your enemy can be your own mother or father. But the Lord has kept you from harm. You have a lot of thanksgiving to the Lord. I don't know if I'm talking to somebody. This is not just a meal to eat, but it is a service to worship and give thanks to the Lord. Ambia Bwana, crown my ear. Crown my ear. Crown my ear. The function for today ambayo imefanya tukuje hapa, it is because of the boys ambao tulikuwa nao, girls, wale walimaliza form 4, form class 8, wale walienda circumcision. Wagapi walienda circumcision? Inua mkono juu watoto. Bado nyinyi watoto? Kujeni hapa. Mtu yote mwenye alienda circumcision, mtu yote alifanya class 8, mtu wote alifanya form 4, kujeni hapa. Kujeni sasa. Good. I can see, yes. We have men in the house. You are our guests. Is that so? And then mukae pale. Yes. Mukae this side. We are going to celebrate there. Na nyinyi ni wageni waheshimiwa wetu. Alafu after that we are going to have a ceremony, a service to thank God because of them. Now I will give you more directions. Wangapi wanakumbuka huyu msichana wakati alikuja huko? Inueni mikono yenu juu. Thank you. Huyu msichana tulimtoa huko kwa street. Na kalikuwa kama manga, si uniangalie vizuri na usmile. Anaitwa Lena. Lena alikuwa huko kwa mtaa. Alikuwa chokora. Na akaletwa hapa. Tukazungumza na yeye. Akatubu dhambi zake, akaokoka. Na tukapigia mama yake simu. Mama yake ndio huyu. Wale walikuwa hapa tukipiga simu. Na mama yake akasema mtoto alikuja kazi. Ulikuja ndivyo unajua mtoto alikuja kazi? Venye tuliongea siku ile. Mwenyewe alikupigia. Akakwambia ako kazi. Tafadhalini tutulie kidogo. So tukachukua jukumu tutafute mama ya mtoto. Na hata tukapigia baba yake. Baba yake amekuja? Ako wapi ndugu ya baba yake? Akuje. So tukapigia baba yake na tukapigia mama yake. Ndio wajue mtoto wao kule yako. Kwa muujiza tu mama amekuja. Na what's your name? Shalom kanisa. Majina naitwa Victor Sikuku Opapo. I'm from Western Kenya, Busia Budalangi. Huyu next kwangu ni shemeji yangu. Mamake huyu mama na mimi ndio nafuata babake mtoto. I'm very grateful kanisa ya CFC Synagogue kwa ile ambao mmetutendea. Mungu awabariki. Pastor, upokee sifa, hata Mungu akuongezee neema zaidi. Wewe ndio mama yake? Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Pia mimi nachukulia Mungu shukrani. Bila yeye singeweza na bila yeye siwezi. Umbala amenitoa na mtoto. Nimehangaika. Angekuwa kukufa angekuwa alishakufia nje. Wakati wa Shakahola nilijua huyo pia ako katika Shakahola. Ni wakati alikuwa amepotea. Lakini wakati nimesikia kwamba ameingia katika kanisa la Mungu, nikasema Mungu ainuliwe na apewe sifa. Mimi ndio mama yake mzazi
katika hali amepitia, ili aweze kupokea uponyaji na yapokee Mungu. Na anaposimama mahali hapa asirudi nyuma, kwa sababu utaporudi nyuma lena utaanguka kabisa. Vile uliapa ya kwamba sasa unataka kumrudia Mungu, urutie Mungu na macho yako yote na akili zako zote, na atakutetea na atakuwa mkuu katika maisha yako. Wale wote wameshughulikia mtoto wangu, nimesikia kuna dada amekaa na yeye. Nashukuru sana sana sana, kwa sababu sio wote, hata mimi singeweza, lakini roho yenye umekuwa nayo kakaa na mtoto wangu, nashukuru Mungu azidi kukulinda na azidi kukubariki. Pamoja na kanisa, maombi yenu, nasema ni asante. Ni hayo tu, namparikiwe. Pigeni mama makofi. Pastor ama apostle, this is the first time nimekuwa hapa, lakini mimi sio mgeni, mimi ni jirani wenyu. Huwa naingia hapa kwa madhabahu ya JTM, huwa nashiriki hapo. So leo asubuhi nilipopata information ni kwamba mtoto ako kwa madhabahu ama kwa hii kanisa, na nikaambia Mungu na asante. Manake maandiko inasema kwamba our God is able to do more abundantly than what we expect. So kanisa, kusema ukweli, ni maajabu tu ya Mungu. Manake mamake mtoto leo amenielezea asubuhi alipofika Nairobi kwamba mtoto aliweza kutoweka mwezi wa 3. Kuanzia mwezi wa 3 mpaka siku hii ya leo ambao tunamaliza mwaka, sio kitu rahisi. Ni mkono tu wa Mungu, ni nguvu za Mungu ambao zilimuelekeza kwa mikono ambayo inafaa. Suppose angeelekea kwa mikono mingine, tungekuwa tunaongea mambo mengine. So mimi kwa unyenyekevu sana nitasema kwamba yule ambao yoyote yule ambayo huyu mtoto alipitia kwa mkono yake, mwana kanisa, kupitia kwa apostle, hatuwezi kuwalipa. Lakini yule Mungu aliye juu mbinguni atainua hii madhabahu, atawalipa kwa njia kulingana na mapenzi yake mbinguni. Mimi nashukuru sana na ninasema ni asante. My request apostle ni kwamba hata huyu mtoto hata tunaporudi na yeye, nilikuwa nimesema kwamba even tomorrow tunaweza still make an appointment. Ukuje huyu mtoto umwekee mkono, umuombee, anapotoka hapa atoke na baraka zako. Siwezi sema mimi nimpeleke wapi, kwa sababu hii madhabahu ndio imemukalisha hapa, ndio imesimama na yeye. Wacha isimame na yeye, na Mungu mwenyewe atafungua mbingu. Manake hata ukumwachilia akienda tu hivyo nyumbani, tena hii mambo itatokea, manake sio mara ya kwanza. So ni kama kuna nguvu fulani, kuna giza fulani ndani ya huyo mtoto ambayo inamfanya yeye hajielewi, anapotea. Imagine kanisa, mtoto amepotea tu, ametoka Eldoret paka hapa Nairobi. How did she travel from Eldoret to Nairobi? Ni kitu ya kushangaza sana. So apostle, it is my cry, it is my prayer that kwa sababu wewe ni mtumishi wa Mungu, by your anointing, on your head, jaribu kuguza huyu mtoto anaporudi kwetu ama anaporudi nyumbani, anaporudi Eldoret. Na hii tabia ama huyu msukumo tena usimrudie, manake sio bure. Kuna msukumo ambao unaongea, kuna nguvu za giza ambazo zinaongea juu ya huyu mtoto. Asante. Hiyo tumefanya deliverance, na bado tutaendelea kumfuatilia mpaka nyumbani. We will know what to do. Tutawashughulikia na tutamfuata mpaka nyumbani, na nitatuma timu yangu itakuja mpaka nyumbani, ndio tuendelee kutatua na kujua kiini hasa ni nini. Amekuwa na watu wangu wa counseling na wameongea na yeye, na kuna maneno ambayo bado tutafuatilia kujua kama ni ukweli ama si ukweli. Lakini kwa sasa ninataka kukabidhi huyu mtoto mikononi mwenu. Ndio nimesema ningojewe mpaka nikuje, ndio niwakabidhi huyu mtoto. Kutoka hapo tutakuwa na mpango na mama na hata baba, kama anaweza taka kufanya kazi Nairobi, mtuletee nyinyi, si ndio? Ndio tutamsaidia. Kuna wale vijana wengine wako wapi? Wale wengine nata mkuru kumanto
Salimia watu na Kimeru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Ongea Kimeru. Beta wa Mutuma. Beta wa Mutuma. Wa Mukondoli. Ta Mutuma au? Mutuma? Wa nani? Wa Gabriele. Wa Gabriele. Metemero mwendoliko. Mudhara. Mudhara. Meru County. Ama ukumbuki vizuri kama ni Meru County? Meru County. Unaona ni kama ni Meru County. Na wewe baba? Habari ya kanisa. God is good. Majina naitwa Edwin Mukundi. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Yes. Na wewe ulikuwa unakaa mtaa gani Nairobi? Nilikuwa tu hapo Majengo. Majengo. Ukiiba nini? Kitu yote inakaa pesa. Kitu yote ambayo inaweza kuleta pesa. Asante, mpigieni makofi. Na wewe? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa majina ni Anton Kazungu. Na nimeokoka na mpenda Mungu. Anaitwa Anton Kazungu. Kazungu ulikuwa unazungukia wapi? Mtaa wako? Archives. Yeah. Hapo ndio ulikuwa unawakamatia. Wanakupatia kitu. Walikuwa wanasema ni kijana tu, kanakaa kazuri, kanakaa innocent, lakini kameenda na simu. Si ndio? Mugamba? Hii gambu kwani viatu zilipotea? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi nimeokoka. Wewe Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Nikushiba, mmeshiba sana. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Endelea. Mimi nasema asante. Kwa hapo kwa church tangu niingia hapa kwa hii church. Wenye wamenisaidia na sema asante sana. Mimi nasema asante na Mungu awaregeshe. Mungu awarudishie. Tuambie ndio usaidiwe ulikuwa nani? Ndio nisaidiwe. Ndio nisaidiwe, mimi nilikuwa nafanya kutafuta kazi ya nini? Mimi nilikuwa mkora. Sikuwa naona kitu kana pesa naacha. Naona kitu kana pesa. Sikuwa naacha. Kuna mtu ashaibiwa simu? Hapo huwezi kosa mmoja hapo hivi. Hawezi kosa mmoja hapa. Hawezi kosa mmoja ama wawili. Yes. Wewe unamesema majina yako? Majina yangu naitwa Dennis Kiswili. Kutoka wapi? Kutoka Kitui. Kitui. Asante sana. My brother. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Kevin Barasa. Mimi nimetoka Bungoma. Bungoma. Wewe ni karibu na kwenu? Wewe ni wa Ebuye? Wewe ni wa wapi? Mimi natoka Bumula sub county. Bumula na Ebuye ni Bungoma. Iko karibu. Sasa si usafiri na hawa. Waende wakikupeleka nyumbani. Ama utapelekwa na Don. Kwa kina Don ni kwa kina huyu. Unamjua yule? Hebu simama. Anaitwa Don Waswa. Kuna familia zenu wanaitwa Waswa? Wako wengi. Sasa mimi natoka Chetambe. Hiyo mlima ya Chetambe nyuma. Mahali panaitwa Mihu. Ukienda Sipala. Na wewe unatoka wapi? Webuye town. Huyu ni wa Webuye town. Town ndio yetu sasa. Bas. Ufunuo unaendelea kutoka. Hata nani? Kwa kina baba yako? Okay. So weka gospel. Wala nishike mkono. Safari hii ni hadi sana mimi siwezi, maumivu moyoni, trouble mingi, bila wewe mimi siwezi. Wala nishike mkono. Safari hii ni hadi sana mimi siwezi, maumivu moyoni, trouble mingi, bila wewe mimi siwezi. Maumivu moyoni, trouble mingi, bila wewe mimi siwezi. Yes, ndivyo anasema. Trouble mingi, si ndio? Safari ni hadi sana bila wewe mimi siwezi. Ati enzi zile baka sasa
Mimi na Medi. Sasa ni ile naumwa na tunafanya hivi. Shida na matatizo kwangu ni kama kawa. Ati wewe ndio pawa uliumba damu na hawa. Usiniache niangamie kama Sodoma na Gomora. Woi Mola, kwako mimi narudi gerezani niondoe maisha mema niandalia mrukuminize ngatie niwe kama ule Lazaro wa Bedane die after 4 days kafufuka kiza na aru. Simpigie makofi. Thank you very much. Hiyo ni yako ama ni ya mtu mwingine? Ni yangu. Umetunga? Bado sija record lakini mimi nakuanga msanii. Bas. Utafanya hivi nitakusaidia kurekodi. Na tukupigie picha. Asante sana. Mpigieni Yesu makofi. Yes, hiyo ndio ile kazi tunafanya, which is a good job. Therefore, nyinyi endeni mkae chini. Mama yako mumeongea naye? Oliver? Mama ya huyu? Mpigie, mtafutie fare akuje. Ni unacheka nini sasa? Ni maeria moja. Azima maeria moja waenda. Nimeelewa kitu. Sasa piga magoti hapa chini. Tukuombe. Wachungaji kujeni. Wachungaji hakuna? Yes, mami simama hapa nyuma yake. Baba kuja hapa. Mwekeleni huyu mtoto mikono. Ndio tukomeshe mapepo na nguvu zote za giza. Baba, katika jina la Yesu Kristo, huyu ni mtoto wako ambaye ulimleta kwenye nyumba hii na kusudi la kumuregesha, apate uregesho mpya, apate tena kuanza maisha yake upya. Ninakuja kinyume na mapepo na nguvu zote za giza na foundation zozote za kifamilia, misingi yoyote ile, iwe ni misingi ya usherati, misingi ya kifamilia ya uchawi na uganga, misingi ya ibilisi ambayo inukia familia, rejection na confusion na stagnation, zote ninazivunja katika maisha ya huyu. Kutoka sasa huyu mtoto hata toroka tena kutoka nyumbani. Baraka zako Mungu zitembee na yeye mahali popote ataenda, ukamzingire kwa damu ya Yesu Kristo. Semeni amina. Asante sana. Nataka nikukabidhi kwa wazazi, si ndio? Aise, si ulikuwa unacheka tu saa hii? Umeanza kushtuka? Niangalie. Hata umesmile sasa. Twende. Pokeeni mtoto yenu. Yes, kanisa pokeeni. Pigeni makofi. Ninashukuru Mungu ukaongoze familia hii, ukawabariki. Huyu mtoto na mama wakakuwe na mapatano na baba yao pia, na wakaweze kuendelea katika misingi mbalimbali na mambo ambayo wanahusika kwenye familia yao. In Jesus name we pray. So mutapata fare ya kwenda nyumbani. Oliver wako wapi? Oliver, mtoto utafutiwe fare. Nguo ziko wapi zile ulinunua ukavaa ukakaa msichana mzuri? Tena Kayole umeachia nani? Hebu washughulikie, alafu let me know. Asante, wapigieni makofi wanapoenda nyumbani. My brother, thank you. Take care of your daughter. Muwashughulikie mtoto wenu, na kama akitaka kukuja kwa consent yenu tunaweza mpokea. Thank you. Kujeni sasa. Wale walifanywa hii maneno, mkuje. Kwani unaanza kuogopa na miaka iko bali? Kujeni hapa. Adhuri ya meko. Gukeha. Ukaha kijana. Wazee. Wachungaji pia simameni pamoja na sisi. Wachungaji na wazazi wa hawa watoto na wachungaji. Wakati walitoka tuliwabariki kutoka kwa madhabahu hapa, na sasa kwa sababu wamerudi tuweze kuwapokea tena na tukaachilia baraka juu yao.
Sababu ya kufanya hivi, sisi wakati tulienda hatukupata nafasi ya kuambiwa ya kwamba kule ulienda kuna maneno mingi tulifundishwa. Huko ndio tulifundishwa kuvuta bangi. Huko wengine tulifundishwa kukunywa madawa ya kulevya. Huko tukafundishwa itikadi na tamaduni ambazo hazikuwa nzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. So wakati tumeendelea kukua, tumepata kujua kwamba mtoto kama huyu, hayo madhabahu alifanya, kuna damu ilimwagika. Na hiyo damu ilimwagika, hujui ilichukuliwa na nani. Waliofanya hivyo ni wakunga gani? Mahali anakaa ni jadoni. Lakini ule anafanya hivyo ni jando. Wewe hiyo Kiswahili ulikuwa na marks ngapi? Sasa whatever yule ambaye alifanya kule walipelekwa, hatujui ni maneno gani ilifanyika wapi. Hatujui ni nini walifundishwa. Hatujui ni madhabahu gani mpya ilifanyika huko. Hatujui ni maneno gani ilifanyika. Kumbuka kuna damu ilimwagika. Kwa hivyo kuna kitu inaitwa blood covenant. Kuna madhabahu ya nini? Ya damu. Na ndio lazima tumrudishe hapa kwenye madhabahu ya Mungu. Kama kuna maneno ambayo hayafai yalinenwa juu yao, tukanso sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna neno waliambiwa ambalo haliambatani na dini yake, tukanso sasa. Maana hapa huyu mtoto ataharibikia hapa ama atanyorosokea hapa. Katika hii stage ndio unakuta kijana kama huyu hataki kuongea na baba yake kwa sababu ni mwanaume kama baba yake. Ama si ukweli? Sasa nazungumza na nyinyi mnapiga story. So therefore ndio nikasema wakuje. Mimi kama baba ya hapa tuweze kuwapokea tena. Na tuweze kuwanenea baraka. Ama ni vibaya hivyo? Tukiwanenea baraka tutafungua milango yao. Labda kuna mmoja alienda akakutana na mtu wa kutoka kwa devil worshiper na alikuwa anataka damu yake, na sasa labda damu imepelekwa huko kwa shetani. Sasa tusipochunga hiyo maneno na tubadilishe maneno yote yaliyonenwa huko, hawa watoto watakuwa vile walifanywa pale, maana kulihusika damu. Bwana Yesu asifiwe. Mnanisikia lakini? Mumeshiba sana? Mko sawa? Bwana Yesu asifiwe. Let us have a worship pastor. Togorigo gona riri. Wamukire ciana ici. Wow, Bwana Yesu asifiwe. Wakati Yesu alisema leta watoto kwangu, wote walisimama. Na sijui kwa nini mmeketi. Ni vizuri kama vile mchungaji amesema mambo haya yako. Sasa nataka tuombe Bwana akaweze kuwa pamoja nao. Nataka mshikane mikono. Na nyinyi ambao mko hapa mnishike hii mkono hivi. Acheni tukaweze kuomba tunapowapokea vijana hao kanisani. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakutukuza, tunaliinua jina lako. Asante Bwana kwa sababu ya wema na fadhili zako juu ya maisha yetu Mungu. Baba yetu na Bwana mkombozi wetu, tumesimama mbele zako tunapowapokea vijana hawa mikononi mwetu tena na kuwaleta katika nyumba yako Jehova. Mungu wetu, walipokuwa wanaenda Bwana, walitumwa na nguvu zako na uwezo wako na baraka zako. Wanapopokelewa mahali hapa, washa neema na rehema zako zikawajae juu ya maisha yao. Wengine walishuhudia yale Bwana umewapigania kule nje. Bwana, katika hiyo hali ukawaponya kwa ajili ya utukufu wako. Katika jina la Yesu. Kama kuna maagano yoyote iliyonenwa kinyume na maisha yao, kama kuna vitu vyote ambavyo vilifanyika ili hawa wasiendelee hata katika masomo yao, tunaivunja mbele ya madhabahu haya katika jina la Yesu. Kila maneno yaliyonenwa kinyume na maisha yao Bwana, tunaikataa na kuivunja katika jina la Yesu Kristo. Tunawakatanisha na kila maneno iliyonenwa na kila maagano iliyonenwa katika jina la Yesu Kristo. Kila madhabahu iliyoinuliwa kinyume na maisha yao Bwana, tunayagusha na uwezo wako na damu ya Yesu Kristo katika jina la Yesu. Bwana, ni asante
tunapowapokea mahali hapa, washa wakawe nuru, wakafaulu maishani, wasiwe na kiburi Bwana, wengine wasiwe mang'aa. Washa Bwana wakanyenyekee kwa uwepo wako Bwana, wakati wazazi, wakati mchungaji, wakati walio wakubwa wao, hata walio wadogo wao, katika jina la Yesu. Bwana, tamalaki juu ya maisha yao. Wengine wako na vipawa ya uimbaji, wengine wako hapa ni wachungaji. Bwana, waunde na wakaudike katika jina la Yesu Kristo. Tunasema ni asante kwa uwepo na wema wako, kwa ajili ya utukufu wako Bwana. Tunawapokea katika nyumba yako, katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Tumpigie Yesu makofi. Sasa geukeni. Kuna wazee nyuma yenu. Kila mzee shika mtoto, umunenee neno. Mshike tu, hata kama yeye shika tu mtoto, munenee tu neno. Simama kwa huyo mzee. Mwalilie tu kaudo gaku murathima. Murathime. Hata mama kama ni wewe pastor, chukua mtoto moja. Nenea yeye, mnenee kabisa. Mnenee mazuri, mutakie mazuri. Asanti. Sasa ningetaka wazazi wabaki. Uko na huyu? Na wewe? Udhisho kaledere. Mzazi wa huyu ako wapi? Na mzazi wako? Niko hapa. Bako unashangaa. Unajua ameenda wapi? Imekuaje? So wazazi, kujeni mbele ya watoto. Ndio muweze kubariki. Ushike mtoto wako, umzungumzie neno la baraka na umpatie zawadi. Umpatie kitu, mwambie nitaka ni atweka mwana kereu. Munegera kanyamu kari uramunyegera. Mwana kendaga gwikia kanyamu muhuko. Uni atiga gukuo wana. Riu tuwa gukuo wana. Kana ni atia? Yes, ni mwana kene mundurume riu. Ukamuikia kanyamu, ukamunegera kanyamu. Sidio? Anakana kakitu kwa mfuko, weka kwa mfuko baba. Hivyo. Sidio? Nini? Weka. Hauna mfuko yake? Okay. Sasa umempatia? Wewe umempatia? Na wewe? Hujapatiwa? Mama yako na delay kidogo. Nipewa bagili kwa bali. Udo kashoke kumukua wana ni mudurume. Huyu ni mwanaume sasa. Sio ile mtu ulikuwa unatuma hapo ukimkoma hapo, ni mwanaume. Na nyinyi mtii wazazi. Hata kama wewe ni mwanaume, huyu ni mama yenu na ni baba yenu. Mwenelewa? Heshima ni kitu mzuri na itawapeleka mbele na itawafikisha mbali. Lakini ukiona sasa umekuwa mwanaume, hautaabiwa. Huyu mama yako ndio baraka yako na ndio laana yako. Huyu amebeba laana na amebeba nini? Baraka. Ukitaka laana atakupatia. Ukitaka baraka atakupatia. Laana na baraka mtu ndio ujitafutia. Maisha yako yote hawa wazazi ndio muhimu kwako. God, mother and the father, they are your second God. Bwana Yesu asifiwe sana. So muendelee hivyo na mumeletwa kwenye madhabahu. Muendelee hata kule mtaenda shule. Mufanye bidii na mfanye kumfuata Mungu. Si muona kuna watu wa form 4 wako pale bado waliendelea na Ukristo wakiwa secondary na wamefaulu. Na nyinyi pia muendelee. Mkienda kumdumisha Ukristo, mdumishe mafundisho mazuri na mkue watu wa tabia mzuri. Si ndio? Ndio muweze kusimama vizuri. Wapigieni makofi. Sasa endeni mkae chini. Sasa hiyo tumemaliza. Tumefunika huyo mtoto, tumemzikira, hatukumwacha. Mimi ukiuliza mama yangu kwa sababu wako hapa. Hakunipeleka kanisani. Kana watu walile. Simupigie mama yangu makofi.
Ama mnafikiria kasi na mama. Rugame nawe. Rugama tu. Rugama na mkwaju. Rugama tu na mkwaju. Ni oka haha. Rugame hali okire okairetu. Leta hiyo kitu. Huyu ndiye alinizaa. Na alikuwa maumau. Na huyu mama kama kuna mtu amenichapa ni huyu mama. Huyu ajoragia ke. Huyu mama amenichapa. Alikuwa ananitufugia kwa nyumba. Anaweka pilipili jikoni. Na anaenda. Na hataki kujua kama mmekula. Sasa hizi nagusaka joroge wangu na kidogo tu namuita baba. Huyu alikuwa anatunyoroza na anafuga na hakuna chakula. Siku ngapi? Asubuhi ukiamuka chukua jembe ukalime. Huyu anaitwa etakwate. Ninawasalimia katika jina la Yesu Kristo, mwasalimika. Jina yangu naitwa Mary Jerry wa Samuel Waruinge. Ndio. Na nimeokoka. Napenda Yesu. Sikuwasabia bure. Nilikuwa na washaba sababu walikuwa wengi sana. Walikuwa watoto 12 na wengine ingine. Sasa kijana kama huyu walikuwa kijana 7. Wewe kumbuka kijana 7 kama utaweza chunga hawa. Ni ngumu sababu hawa iko kichwa ngumu. Sasa ndio nilikuwa na wachaba warainike. Wazome. Watii watu. Watii sheria. Ndio kesho wasisimamie. Sasa kama siku wachava vile hawangefanya hiyo. Ndigia hotire kumaigo uguo tondu mari aigi muno nitakoragwo ndina kwisia na 30 ciene na ciakwa na ciau othe moragira gwakwa na riu ndingihotie kumarera no kinya ndimarere na ruthanju nigetha manjigue kura mwana ti kuga ni kuhitia acha ni kumuraina Na niĩ nĩkĩgĩatũmaga ũhũre mũno. Nĩ kũrema. Gũtirĩ mwana ũhũragĩrwo gũthinga. Githĩ tiguo? Arĩ mũkararia, nĩ arĩ mũremi, na no kinyagia amũhũrire nĩgetha abuatara injĩra ĩrĩa arĩa angĩ. Tondũ ndakĩrĩ wiki. Ndakoragwo na ihĩ 7. Kĩhĩ, tiga kahĩ. Kĩhĩ. Na rĩu no niĩ ndĩmaruĩra, no ndĩmathambĩria. Nĩ nemi ticio airĩtu. Rĩu ndarugaga na ngima na ndigĩte brada ha. Nĩgetha kĩrĩa kĩarega rĩ ngahũra. Atonya rungu rũrĩrĩ ũguo rĩ, atĩ nĩ eithe rĩ, ndaremwo nĩ kũmũgucia rĩ, agakoma kinya rũciinĩ. Ũguo rĩ, inyuĩ ndamũthaitha inyuĩ mwatuĩka athuri kuma mũthenya ũmũthĩ, mũtigetĩkĩre gũkoma rũrĩrĩ kinya rũciinĩ. Ĩtĩkĩrai gwathĩka, na gwathĩka nĩ igai, na mwathĩka nĩ mũgũtũra na thayũ. Tondũ rĩrĩa watigire gwĩka ũguo rĩ, no kana tũkĩgwĩka ũhũra. Ndiona arĩa angĩ matiagĩthĩtigire. Gũtirĩ mũndũ mũremi gwakwa. Ũndũ marĩ aingĩ ũguo. Gũtirĩ mũremi. No the gũtirĩ ũtarĩ hake. Rĩu ingĩaregia kũhũra ũguo rĩ, angĩ mangĩathire cokora, angĩ mangĩathire kũrĩa mũndũ endaga. No Ngai nĩ andeithirie hau ĩ. Tondũ ti ũũgĩ wakwa ĩ, nĩ ũũgĩ wa Ngai. Nĩ akĩmateithia. Hota kũmũraina. Hota kũmaiga ũrĩa kwagĩrĩire. Na nĩ aingĩ twarĩ nao hĩndĩ ĩyo. Angĩ nĩ mathire kũrĩa mathire, angĩ nĩ mathire cokora, angĩ mathire atĩ. No inyuĩ gũtirĩ mathire cokora. Nĩnjokagĩria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũndũ ũrĩkũ. Ũndũ ũcio ti kũhũra gwatũmire. Aca, no Ngai. Ũguo nawe rĩ, weiga guoko-inĩ kwa Ngai, Ngai nĩ egũtũra kũratũrĩte. Wetĩkĩra gwathĩkĩra mũciari. Mũciari nĩ Ngai yake. Wetĩkĩra gwathĩkĩra mũciari. Onake Ngai nĩ egũtĩkĩra gwĩka atĩa gũkũrathima. Tondũ we Ngai mũciari nĩ Ngai yagaka yake. Ũguo waremera mũciari nĩ wete. Nĩndaigua aria kiugo kĩega haha wera ciana atĩrĩrĩ. Matihi watho wa mũciari. Mũciari ena kĩrumire na kĩrathi. Rĩu rĩrĩa mwetĩkĩrire rĩ, ũgĩcoka kũrĩ
no hindi yo wari wanemeire rigi kuona no worite watura atigera ndojera Ngai no kumwira ni wega ona Ngai kunginyanira ihinda riri ndui no kirathimo riu aya nio matumire kinya maguru makwa makaga ngirithi ni kumarera na kumaremiria mwana wakwa nginya thino kio githira mwana wakwa ndakahute Kei ndimwire mutumia umurona haha ri ni ehingire thiku nyingi muno nigetha nyume kuria ndari to ndari kimaramari gutire kwa munabii atari endi gukuhoya ni undu wakwa wahingite thiku cigana kinya gituma ndware pressure na ndiari nayo kuona riu ri ite rukiona riu ni waganu wake wagituma ndi mahure riu Ngai to ni agwikire no riu ndire muru turira Ngai riu ndire muru turira Ngai ucio wa kire kuri we ri wa Ngai ona ni ri ndaturira Ngai na ndathi kwa Ngai na ngimenya akiona hinya wakwa ndurukika ri ni nduritio ni mwathani ni ndurite anangirite ona ndamwita ni anjiguaga ndatwaria nake ni anjiguaga riu naye waturira Ngai no turi utegugera njira cia mukira urumiriri uguraini yakwa Ngai gutire ndio karia thina aca na gutire ndio karagira kana mwana waku anjireyo guturona akiakumite tu githemba kira ni giguthi handu une ni kiari genyuka no acoka kinya handu ri ni egucoka ririkane ni ndatwarĩtwo nyumba acoke nyumba-inĩ ya Ngai ndakamima tukiarie kirathimo iguru riakwa ukirathimo ringi kurathimo ringi Ngai aratũragwĩkĩte wega na atũrakuonekanĩire akire wa muoyaga tũrĩa kuigĩrĩire moko nĩgetha nao mũiguage nawe wamũigua nake agauga kũrĩa gũtirĩ hangĩ ũngĩũrĩra tiga hau harĩ mwathani no mwĩhokete no mwĩtĩkĩtie egũtũra igũrũ rĩaku rĩu tondũ weka ũguo thĩ nĩ ndagĩire ciana nyingĩ gũgũkĩra ndagĩire ciana nyingĩ gũgũkĩra ici ciothe nĩ ciana ciakwa ndũgĩcirathime onacio ona inyuĩ ciana cia Ngai ndamũrathimithia igũrũ rĩaku na ndamwĩra Ngai atũre mũrangĩrĩte tondũ arangĩrĩte mũgũnda wa Edeni angĩtũra mũrangĩrĩte rĩtwa rĩake rĩrogocwo kĩrĩa mwamũhoya akamũhe ona kĩrĩa mwamwĩtia akamũnengereria tondũ nĩ Ngai wa tha matha maingĩ na ithuĩ twakorwo twĩ nake nĩ arĩtũtungataga na nĩ arĩtũrĩithagia mahinda tukiumagara na tũgĩcoka tondũ nĩ Ngai ũrĩ tha na nĩ Ngai wa kĩgongona gĩtheru kei tuikare moko-inĩ make tondũ harĩ we hatia hathara twamwĩta nĩ arĩtwĩtĩkaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwathani witũ amen mwarathimwo mũndũ ekaga atĩa arathimwo mũndũ ekaga atĩa arathimwo mũndũ nĩ acaragia kĩrathimo mũndũ nĩ amathaga kĩrathimo yes niletee hapo kabahasha hata mimi niseme asante kwa hizi baraka tiko ingi gwa kuona mundu ta uyu wa gukurathima yes yeah ni moro na nĩgũgĩcoka gwitũ tondũ ndingĩikara kwao gũtangĩikara gũkũ aca gũkũ ndingĩhota ũciĩtagwo Hana no ciĩtagwo Milika nĩ wa Siato ũcio nĩ wa Siato kũrĩa kwĩ ciana ciaku ni Ori walienda wapi huyo Ori? Nilikutaka pesa. Weka kwa bahasha. We. Huyu ni mukuru gukira. Nwa 1914. Wewe wa 19 ke?
Sio ikarai ha, leta ni kiti kingine. Wewe, hii kiti unakalia. Tai. Mutumire pesa thimu-inĩ yake na ndukoe namba yake. Ikara haha. Mucire rĩu. Nĩ cigana? Namba ya thimũ yake? Aca, ndikũmũnengera namba yake. Rũgama haha. Rĩu nĩ cigana ciake? Yari omuthi namba yake. No rĩu ndagũkwĩra ndore. Nĩ zero ke. Rũgama ihau. Ke thimũ yakwa yo. Kana ĩkĩra tu namba-inĩ yakwa. Nĩngũmũnengera. Asante sana. Mungu awabariki sana kwa sababu ya hivyo. We na were muthi mugaikare hau. Ona haria. Haria muinywere. Mucirire muthi mucire mwaragie hau tatumia akuru. Nĩngenaga muno ndina muciari wakwa. Nikionaga nyendete aciari aya. Nimutikenaga kugĩa na muciari ni kindu kiega. So kuna kitu nipatie simu yangu hapo, my phone. Kuna kitu nataka nikukumbushe siku hii ya tarehe 12 mwezi wa 12. Ndio ni wa kuachilie na baraka, na ninasikia kuna kikombe ya chai. Si ni vizuri tukunywe kikombe ya chai? Wagapi wamekula chakula? Hata kama ilikuwa na chumvi mingi. Ya kuheo ndĩrũragwo mageko. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kuheo ndĩkaga atĩa? Ni ndĩrũragwo. Maũgeje kwĩrũra ng'ombe nĩ kũheo heirwo rĩ. Waje gatĩrĩ magego rĩ. Kuna kitu nataka tutuelewe kuhusu tarehe 12 mwezi wa 12. Kulingana na venye Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo, Genesis 12 mstari wa 12 inasema nini? Genesis 12 mstari wa 12 inasema you will not die, you are going to live. Tarehe 12 mwezi wa 12, you are not going to die. Hautakufa bali utaishi. Mwambie mwenzako sikufi, nitaishi. Hallelujah. Hiyo ndio maana when the Egyptians see you they will say this is, then they will then they will kill me but will let you live. You will live. Mwambie mwenzako nitaishi. Kitabu cha Exodus 12 mstari wa 12, there will be no Passover danger in your life. Hallelujah. There will be no what? On that same night I will pass through Egypt and strike down every firstborn of both people and the animals, and I will bring judgment on all gods of Egypt. I am the Lord. Hallelujah. Hii ndio siku ambao Mungu analeta judgment against your enemies. Sema my enemy. Hawatapata nguvu tena. All my enemies watashindwa, wataanguka, hawatafaulu. Maadui zangu hawana nguvu, wamekosa mamlaka, wamekosa nguvu. In the mighty name of Jesus Christ. In the book of Deuteronomy 12 verse 12. Deuteronomy 12 verse 12. Then to the place, and there rejoice before the Lord and your God, you, your son and daughters, your male and female servants, and the Levites from your town who have no allotment or inheritance in their town. Inasema you and your household will be joyful in God's presence. Wewe na nyumba yako na watu wenu mutafurahia katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni siku ya baraka za Mungu. Ni siku ya kufunguliwa. Ni siku ya kuinuliwa. Kitabu cha Joshua 12 mstari wa 12. Joshua 12 mstari wa 12.
inanena baraka. 12 mstari wa 12 inanena baraka. The king of Elgon won, the king of Gaza won. Inasema nini? You will defeat all your enemies. Hallelujah. Utashinda maadui wako. Ukisoma hapo mbeleni utaona the king of Elgon won and the king of Gaza walishinda vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Utashinda nini? Vita zote ambazo ziko mbele yako, you are going to defeat them. Samuel 1 verse 12. Tukogo. And when you saw that Nahash, the king of Ammonite, came against you, you say to me, no, but a king shall reign over us, when the Lord your God was your king. Inamaanisha nini? A new and a better king will rule in your life. Hallelujah. A new and a better king, mfalme mpya na ambaye ni mzuri zaidi, atatawala maisha yako. Biashara yako itatawaliwa na Mungu. Watoto wako watatawaliwa na Mungu. Ndoa yako itatawaliwa na Mungu. Utapokea baraka mahali popote utaenda. Utapata ushindi wa mbinguni. Na ya mwisho, 1 King 12:12. 1 King 12:12 inasema, so Jeroboam and all the people came to Rehoboam the third day, as the king said, come to me again the third day. Inamaanisha nini? Your favor shall return to you. Hallelujah. Kibali chako kimeregeshwa sasa. Kibali ambacho walikichukua wakapeleka kwa shetani, wakakunyang'anya, kutoka leo kibali chako hakuna atakichukua tena, kimeregeshwa kwako. Pigia Yesu makofi, maana the favor of God has come back to you. Tumalizie na 2 King 12:12. 2 King 12. And to the mason and the stone cutters, as well as to buy timber and the quarried stones for making repairs on the house of the Lord, and for any outlay for the repairs of the house. Inasema nini? Ya kwamba you will build your own house. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaenda kujenga nyumba yako. Unaenda kujenga ndoa yako. Unaenda kujenga huduma yako. Unaenda kujenga ibada yako. Maisha yako yanaenda kujengwa tena. Hakuna siku nyingine utaishi upwekwe. Lakini God has blessed you. God has given you power to triumph over snakes and scorpion. Na hautashindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu has renewed your covenant. God has renewed. Mungu ameandikisha upya mikataba. Huu wote ulikuwa wa mikosi. Nataka nikutangazie kutoka leo, kwenda tukiingia mwaka mpya, hakuna mikosi itakuwa kwa biashara yako. Hakuna mikosi itakuwa kwa ndoa yako. Hakuna mikosi itakuwa kwa kazi yako. Hakuna mikosi itakuwa kwa huduma yako. Hakuna mikosi itaingilia katika maisha yako. Watoto wako watabarikiwa. Kazi ya mikono yako itabarikiwa. Njia zako zote zitabarikiwa. Mahali popote utaenda utapata kibali cha kiajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So nataka kuwashukuru sana wale walihusika na wale wamekula na wale hawajakula. Sawa, mubarikiwe. Na hata tubariki sio pale, tumwambie inueni mikono. Tuimbe ile wimbo, ubarikiwe. Tuendelee kuimba. Ubarikiwe. Ubarikiwe. Nyosha mikono mizuri na ubarikiwe sana. Watu wa kamati ya roho chafu. Ubarikiwe. Ubarikiwe sana. Unajua ni kwa nini nimefanya hivyo? Huyu mama alitulea tukiwa watoto 30 na akatutwanga. Na yule mtu hajasoma kabisa shule kwetu amefika form 4. Huyo ndio hakusoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mama aliuza baka busaa. Huyu mama aliuza maiti. Huyu mama alifanya kazi ngumu ndio tupate kuishi. Ninampenda. Bwana Yesu asifiwe sana. I love my mom. Kama upendi mama yako kaa.
Me, I love my mama. Huyu mama alifungwa jela miaka 7. Alipatikana na bunduki ya maumau. Alifungiwa Kamete wakiwa na mama Gena. Uko jela ile mama alifungiwa ile nyumba, ndio na mimi nilienda nikafungiwa. Si unaona kuna kitu Mungu ametushikanisha sana? Si unaona mama umau wamejuana. Si unaona sasa walegeza kakiriko. Asante ni sana. So I want to bless you as we bless our children. Mtu ako na kitu alikuwa amebebea mtoto, bring it here now. Leteni blessings zao sasa. Mulete kwa mkono, unampatia kwa mkono yake. Yoyote, usikuwe kuna mtoto wako ati unasema ati huyu. Hata ukiwa na 10, ukiwa na 100, just pelekea yeye, mpatie. Then you are free. The floor is open now. Kila saa. The floor is open for everybody. Murugame. Jugire mwabe murie nigetha muhote kuruta. Ici ciana no nginya turabe. Na kila mtu asimame. Hiyo ni order, si request. Kila mtu alete kwa mtoto. Upatie mtoto hata kama ni kifuko, upatie. Mtambuka mnya kuradi pasiana cia yule. Amuka. Hello. Yes. Salimieni watoto hawa. Kujeni musalimie hawa. Nimesema muamuke. Shosho murugame muke mugeithie ciana. Ende wasalimie. Hata kama ni mkono tupu. Ende wasalimie. Learn to appreciate. Asante Nawa Mutirano kama Hii mga idesi yana Mumaga idie Ekena Muma tuwele mata Muma radi Karo Asante Nawako Nizako Nise mahali popote utakamanyagisha miguu yako upate baraka za Mungu. Mungu akufungulie njia zako, mahali popote utaenda upate kibali cha mbinguni. Mungu akufungulie njia zako, mahali popote utaenda upate kibali cha mbinguni. Mungu akubariki na kuinue, akubadilishie maisha yako na akubadilishie njia zako. In Jesus name. Wewe nilikuwa nimekupatia bahasha.
Leta nizungumzie. Mungu wa mbinguni akubariki, akufungulie njia zako zote. Mahali popote utaenda, upata kibali cha duniani na kibali cha mbinguni. Wapigieni makofi. Mubarikiwe sana. You may be seated now. You may be seated. God bless you. Nidakena muno ninyuguka ona gutuika kirathimo thiini wa nyumba ino ya Ngai. Nijue mutiri mwandekereria, ni murugamaga nanie. Ona thengio ni undu wa giko giki tweka gia ciana ici kuria kungi maratwarwo magathi kubundithio maundu mangi, no ni mwetikira turathimire ciana ici nyumba-ini ya Ngai. Ngai wa moyo amurathime, Ngai wa moyo amwende, Ngai wa moyo amwitikire njira-ini cianyu. Haria hothe mugukinyithia maguru manyu, Ngai amuhe kirathimo, na tugethi kuruga mwaka tuthi mwaka-ini ucio ungi muruge na kirathimo kia Mwathani. Kira giothe giturite kirakugiire mwaka uyu gitigatha thamanie nawe githi mwaka-ini ucio ungi. Mathahu, megiro, ing'oki ona irumi ciothe ni ndacikanja thiini wa ritwa Yesu Kristo. Maundu maria maririo iguru ria ciana ciaku, iguru riaku na iguru ria nyumba yaku, maundu maku makwa ngoma mothe ni ndamakanja thiini wa ritwa ria Yesu Kristo. Nidetia kirathimo kia Mwathani giture nawe, kiumagaranagie nawe na gigacokanagia nawe. Makombe maku mangiro ihura, mihuko yaku ingiro ihura, thu ciaku cingiro haragana, na aria othe manarugamia kigongona kia ngoma iguru ria muturire waku mangiro haragana thiini wa ritwa ria Yesu Kristo. Wagikorwo mwana waku ni aranyuaga bangi, mwana waku ni aranyuaga njohi, mwana waku ni arekaga mitugo itari miega, mitugo mwaka turathi mwaka mweru, matikuruga mwaka ucio na mitugo iyo ringi. Ngai ni atwitikira na ni auga ni amurathima. Mwathani agocwo, Mwathani agocwo. Amen. Ino nayo ni yako. Kai demo negere anyite na menyere no ni ya tauni ya tauni cia Nairobi ni digital hata iguge ya gukanyaga mutwe ka mbiraga ndathiete kwa mundu mugo ngethenjia ngũkũ ngĩcoka ngĩkanyithio kongo kau kong kong. Wathani agocwo. No mami ndari amenya nĩ ndathiĩte kwa mũndũ mũgo. Amenya ũmũthĩ. Ni ũguo. Bwana, tukushukuru kwa wakati huu. Asanti kwa chakula. Tunakupa sifa na utukufu. Amen. Karibuni sana katika hili dhehebu. Asanti sana kwa kuja na kwa kuitikia wito wa kuitiwa sikukuu na mkakuja, kwa sababu ni wengi wangetaka kuwa mahali ama kuitiwa Kanyama mahali, lakini hawakuitiwa, si ndio? Ambia jirani mmebarikiwa. Tumpigie mtume wetu makofi. Mungu amemjalia neema kubwa sana ya kupenda watu wake. Anafaa maybe kwenda kama wale wengine mapumzikoni, lakini uko hapa kusherehekea na sisi. Tumpigie makofi. Tumpigie makofi pia Yesu kwa sababu ya kutuwezesha. Bwana asifiwe. Na sasa tutatoa ratiba vile tutaweza kupanga laini ili tuweze kula. Oh my soul, and all that is within me, bless His holy. Sing, bless the Lord, oh my soul, and all that